Basi watumishi wa Mungu, ninayo machache ya kusema na nyinyi watumishi wa Baba kwa habari ya sherehe iliyoko mbele yetu, lakini pia kwa habari ya ukombozi ambao unaendelea kuwepo, lakini pia kwa habari ya maombi ambayo tunaendelea kuyaomba. Atukuze Mfalme Zumaridi. Kwanza kabisa, ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ukombozi wa Jumapili. Hakika mwanadamu ukiachia roho yako mbele za Mungu, ukiachia roho, ukaiachia ikawa haina maua wala maswali, kaenda kitu kimoja, unamshuhudia Mungu jinsi anavyokukomboa. Atukule mfano. Lakini ukija hapo na vitu vingi kichwani, hauna utulivu wowote ndani ya ufahamu wako, upo tu umekaa unaangalia, yani upo kwamba kwenye ufahamu wako, yani hujatuliza fahamu, hujatafakari, hujafanya maandalizi yoyote yale ya kitu kinachokuja mbele yako. Mungu anakupita kama upepo. Atukule mfano. Anakupita kabisa, hautamuona, anakupita wala hawezi kufanya kitu ndani yako, hawezi kufanya jambo lolote. Lakini kama umejiandaa, unakuja umeandaa roho yako, umejitakasa, unadai roho yako, inadai upate ukombozi, unamshuhudia Mungu. Atukule Mfalme Zumaridi. Unamshuhudia vizuri sana Mfalme Zumaridi, roho yako inavyodai roho. Lakini ukija tu mtumishi wa Mungu kaja tu ilimani kama leo tuna ibada, hauna udai wowote, hata sadaka unayoshikilia utainuizia chochote. Atukule Mfalme Zumaridi. Unakuja tu unaenda kwenye ukombozi, lakini roho haina maandalizi, hauwezi kumwona Mungu. Watumishi wa Mungu, Mungu na yeye anataka maandalizi ndani yetu. Maana anaenda kukomboa vitu vya roho, sio vya kibinadamu, vilivyochukuliwa katika ulimwengu wa roho, sio ulimwengu huu. Ulimwengu wa roho tumevamiwa, tukaibiwa, tukachukuliwa, tukaungamanishwa, tukatengwa na Mungu kwa muda mrefu. Unaona, tukawekwa kule, tukagombanishwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka sasa aone wewe roho yako ina udai gani, kupitia hata yale ambayo umeyasikia kupitia mtumishi wa Mungu David. Kwamba leo ina uchungu gani mchana ambao unasikia, kwa sababu sio kama tuna usalama, hatuna. Umeona? Sasa je, roho yako ina uchungu gani? Ina uchungu wa namna gani kupitia zile siri ambazo umezisikia wewe? Alafu roho yako ina udai. Unadai kabisa kutoka ndani ya roho yako. Unadai, una kiu ya kupokea kitu ambacho Mungu anataka akupe. Atukuke mfano. Kiu ndio inamfanya mwanadamu Mungu amuone. Kama hauna kiu ya kumtumikia Mungu, Mungu hawezi akakaa ndani yako. Kama hauna kiu ya kukombolewa, Mungu hawezi. Unamvunja nguvu Mungu. Atukuke mfano. Unamvunja nini? Unamvunja nguvu. Anashindwa jinsi ya kufanyia, anashindwa jinsi ya kukomboa wewe. Maana kupangana wewe shauku huna, kiu huna, amshawishi roho yako huna, unamvunja nguvu ya kukusaidia kukutoa pale sehemu ulipo. Lakini akikuangalia, akakuona kweli amani imekuingia, hauna swali lolote. Ile amani, huna swali lolote. Maana hivi vitu vinafanyika katika ulimwengu wa roho. Kwa kama vinafanyika roho, maana wewe huwezi kujua mambo ya roho. Utajua mambo ya roho. Mambo ya roho ni siri. Shetani alifunga siri ya kuwashika wanadamu. Siri ambayo hakuna wanadamu ambaye angeweza kunyamata Mungu. Ni Biblia imeandikwa. Imeandikwa kabisa. Malaika wa 7 atakapopiga baragumu, ndipo siri zitakapowekwa nini? Wazi. Si ndio hizo sasa? Siri kitu ambacho mwanadamu hakijui.
anakuja na kifunuo na kijua. Sasa ukiambiwa wewe ni pacha wa shetani unaanza kuongea. Umetuma sasa umechanganyikiwa pacha wa shetani nini? Hadi ndio umechanganyikiwa kabisa ni gani mimi yani kwa kweli mali nimekuvuruga mimi. Imekuvuruga. Imekuvuruga. Ikuvuruge mshindi upate ukombozi. Nimesema kama ngapi hapo mtendee pacha wa shetani. Ni mambo mengine yanayokuja kupokea tu hamna kitu. Hiyo ni siri. Siri imewekwa kusudi wewe uwepo mbele ya Mungu. Uwe karibu na shetani, alafu Mungu awe mbali na wewe. Hata Mungu akijitahidi kukukwamua, shetani anakuwa amekushikilia kwenye ile siri. Atakuja kufahamu wewe. Ile siri inakuwa imekufunga wewe. Kwa hiyo aliweka siri. Akaweka wanadamu karibu nao kama mapacha wake. Karibu akaweka wanadamu karibu. Akawaweka wanadamu karibu na yeye katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Hasikia karibu na shetani, si pacha wa shetani. So karibu naye. Kafika mimi ni karibu na Mungu, ni pacha wa Mungu, wewe karibu naye. Amen family. Kwa hiyo inawekwa siri. Anaifunga, anayemwagia na maagano ya siri ili isivuje. Family. Ili isivuje. Kwa hiyo unapoenda kufunuliwa, pokea mama. Pokea kwa roho moja nyeupe. Pokea na ushukuru. Pokea pamoja. Sasa hayo ndio unakuja kuyafanyia kazi kwenye maombi sasa. Hayo ndio unakuja kuyafanyia kazi hapa kwenye maombi, maana Mungu ameyafungua ili yaulize roho yako ili Mungu apate njia ya kukomboa wewe. Lakini kama utaona kawaida, umepewa vitu vingi kule unaona kama ni kawaida hizo okay tu. Ushaanza ramani hizo okay. Mungu anakosa mlango ukombozi kwako. Atakosa njia ya wewe kukomboa. Na huwezi ukaweza kazi ya Mungu, huwezi ukaiweza ngono, huwezi. Maana umeshika upande wa pili unaweza kutumikia Mungu. Ndio maana Mungu anaamua kutufanyia usafi wa hali ya juu, usafi wa roho zetu, usafi wa hali ya juu, ili kusudi anapokaa ndani yetu panakuwa hapana kitu cha kuweza kuzuia ile ukarama wa utumishi. Kwa anafanya utumishi usafi. Asipokufanyia usafi, ina maana hautaweza utafanya kazi ya Mungu na uchafu. Atukuze mfano mzuri. Kwa hiyo unapoambiwa uko wapi atakufungua nini wewe kubali. Maana wale ni roho, sio wanaongea wenyewe, tunaongea roho ambazo zinaona zaidi ya kuona. Zaidi ya kuona. Zaidi ya kuona, zinaona zaidi ya kwa nini wengine wanajua. Yakisema wengine wanajua kabisa. Hasa kwa nini wengine ambao unajua moja kwa moja zaidi unapiga leo kwa nini roho yako. Kama yale ambao unajua na ni ya kweli na unayakini nini kweli. Sasa yale yanayokuja wengine ambao yako ndani zaidi wewe kujua yako ndani zaidi kama amesema hivi hapa kweli. Wewe hii ni ndio uongo. Unaamini moja kwa moja, unasema asante Zumaridi, umenifunua sasa hapa nilipo, sasa nianze kukumuta. Waliwe na kiu ya nyanja na shauku. Kiu. Wana nini? Uwe na kiu na shauku ndani yako. Shauku na kiu ndani yako. Ukiingia kwenye maombi kama haya, unafikiria ile amani. Ukiingia kwenye maombi ya nyumbani pako ya faraga ya usiku au ya saa ngapi, unafikiria ile amani. Anaingia roho wa maombi na kusaidia maombi. Maana ile kiu na hasira, lazima Mungu aingize roho. Aombe ile roho. Ukiafikiria tu yale ya kwenye amani. Baba nakushukuru kwa kunifunulia haya. Ningetoboaje kwa haya? Ningetumikaje kwa haya? Ningekimbilaje kwa haya? Ningesikizwa na nani kwa haya? Nani angenisikiliza mimi nimwambia achukue mbele kanisa kwa haya? Nani angenisikiliza kwa haya? Hamna mtu kusikiliza kwa haya. Lakini kwa sababu yamefunuka, yapokee, usiweke geti.
Usiweke ukuta wowote ndani yako kikawe mjanja zaidi ya Mungu. Hakuna mjanja, mjanja ni Mungu tu. Hiyo pale kwa hiyo. Kwa hiyo unapokea kwenye roho yako, yanakaa unaanza kuyatafakari. Ili hata siku ya ukombozi hapa Jumapili kwa mtakombola sasa. Hata uliokombolewa wote tunatuendelea kukomboa, tuendelea tu. Amen. Unaanza kukumbushika kabisa tumalini. Unamsii iwe nyumbani, unapiga unaosha vyombo, baba usinipite Jumapili. Usinipite baba Jumapili, unapika unaenda vibarua vyako huko. Unasema tunazungumza kwenye roho yako, unasemea ndani na kuwa kwenye vibarua vyako, kwenye kazi zako wapi? Unasema leo. Amen Father. Roho yako inasema tu, baba usinipite. Unaposema usinipite, Mungu anakuwa anaona roho yako jinsi unavyokuwa unaongea. Anaiona roho yako na kile utakachokiomba kwa uhalisia unakutana nacho Jumapili hapa, unakutana nacho. Maana umedai Mungu. Amen Father. Umemdai Mungu, baba nikomboe. Nikomboe zaidi baba, niokoe. Niokoe. Mungu unajua hapa tuna usanii. Na ndio maana tunakuweka vizuri na Mungu. Hatuna usanii sisi. Tunakuweka vizuri, ukae vizuri na Mungu. Ili kusudi anapokuja kuleta ukombozi wake uzima wake uingie ndani yako. Atukuze mfano. Lakini tusipokuweka vizuri na Mungu, Mungu akija anakosa njia ya kupita kwako. Kwa hiyo tunakuandalia Mungu njia. Tunamwandalia Mungu njia ya kupita ili akufikie. Tusipomwandalia Mungu njia, na maana hawezi kufikia. Maana mlango njia unakuwa haipo ya kupita Mungu. Kwa hiyo unapoweka niseme hivi, unaandaliwa, unapaliliwa. Mungu anaandaliwa njia ya wewe kupita. Inaandaliwa njia. Unajua usiweke geti lolote. Mimi tena wewe ni kitu vizuri hata leo kufa akaenda kuzimu. Alikuwa mbele na anaishi vibaya. Kwani ndio unajua kama kuzimu. Sio wamejikuta kuzimu. Wamekufa wamejikuta hapo chini. Wamejikuta watakatana kwenye mapoli, watakatana kwenye mapango. Wamejikuta watakatana, lakini kipindi iko duniani hakujua. Hakuwa hata na uwazo hata moja kama mimi ninashuka chini. Hakuwa hata na wazo hata hili moja. Hakuwa na wazo hata moja kama atakufa atajikuta kwa sababu ya mateso. Aliishi duniani vizuri, alifanya biashara zake vizuri, aliishi na ndoa yake huyo, alifanya hivi yuko duniani. Hana hata habari kama yuko mateka. Hajui hata kama yuko mateka, haelewi. Anashangaa unakuta umauti, anajikuta kwenye maisha mengine kasi ya mateso. Anaanza kushangaa nimefikaje jamani kwa shida. Nimefikaje huko? Unajiuliza, ulishachukua siku nyingi. Siku nyingi ulishaenda, siku nyingi. Kwa hiyo huku shetani amekumalizia tu ile roho ile yake kwenye mwili, amemalizia tu ya kuunganisha huku. Lakini siku nyingi ulikuwa huku, lakini alikuwa haelewi, hajui. Anauza karanga zake, anauza mboga, anafanya hivi, jamani Bwana asifiwe, amina, kauzima nzuri. Hivyo. Lakini baba ale chini, Bwana asifiwe, yuko chini. Bwana atukuzwe, yuko chini. Anajikuta kwenye mauti na kukuta na hama tu anajikuta mateka kwenye sehemu nyingine kabisa ambapo kutegemea wala kwenye ufahamu haukuwemo. Sasa ndipo sisi watoto wa ufalme Zumaridi tumepewa neema ya kuyajua hayo, lakini wale hawakupewa neema wamejikuta tu hapo maisha hayo ya kutekwa. Hakujua sisi watu wa Zumaridi tumepewa neema hata ya kupewa hata lamani, hata kwanza kujua kama kuna maisha mengine ya hivi. Unayatambua wote wanaopeleka msukule wote. Usifikiri siku kabeba msukule ndio siku amechukuliwa na shetani. No. Siku amebeba msukule ni kwamba alishaenda siku nyingi. Yaani hata miaka 20 iliyopita yuko kule. Yuko
yuko kule. Ina maana siku anabebwa, ina maana shetani anakwenda tu kumuunganisha kale karoho kako bakia duniani, anakwenda kuunganisha kule. Alikuwa siku nyingi hayupo, ila anajiona yupo duniani na kazi anazifanya na anazaa na anaolewa, anafunga na ndoa, anapiga mandaka, anapiga kuchungua vya biashara zake, mishemisha wapi, yuko kwenye madaga, yuko stendi anafanya hiki, yuko wapi, anauza pipi, anauzia mabasi, biskuti nikupe, lakini hayumo, yumo Bogota, yumo robo. Alishabebwa. Kwa hiyo inamkuta ile mauti sasa, inamkutisha anaonyesha tu kwenye nafsi. Tayari unatoka, unafuta nafsi, unajikuta kwenye maisha mengine. Na nafsi yako kule inajijua kabisa kama niko huku. Nafsi. Lakini leo duniani huku unakuwa uchumi. Labda kwa unakuwa kitu ndoto mbaya, maana kupuza majoka, leo kwa mapolini wakimbia, mara kusema mbaya tunajionea, mara hivi roho tu bado kula wanyama, mara nini. Kumbe ndio maisha yale ambayo yako kule. Kumbe ndio maisha ambayo unaishi kule. Huku na yaotea. Kuna ota tu mabaya, kumbe ndio maisha ambayo yako huko unaendelea nayo. Kwenye dola ni mjini, hata mtu huna, umeshamaliza, na kumbe unafanywa kule. Alafu unapata katika uhalisia katika hapo. Mbona? Kwa hiyo wewe ambaye unaabudu hapa, umepata hata neema ya kutambua mambo ya rohoni. Wewe hutakiwi kuyawekea question mark. Mambo ya rohoni umepata neema ya kuweza kuyatambua. Kuna wanaojikuta hapo kula watambui, hawajui chochote, kana vitu tu tayari iko mateka. Tayari anapeleka kwenye kuni, tayari anapigwa viboko, tayari analiwa nyama, tayari anafanywa mambo mabaya kama anafanywa. Tayari yuko kwenye shamba anatoa mikaa. Anajikuta kwenye maisha. Lakini wewe leo Mungu amekufungulia kwamba kuna maisha mengine hapo hivi. Nafsi inachukua kwa inatangulia, baadaye ndio inapeleka wewe. Ndio maana kama kwenye lama na nafsi yako poli. Nafsi yako jangwani, nafsi yako uchooni, nafsi yako iko wapi? Nafsi yako kwa shetani. Nafsi yako usiseme mbona nyingi hivyo. Nafsi inaweza kujigawa nafsi moja dunia nzima. Ule ni ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa nini? Sio wa mwili, wa kibinadamu hivi huwezi kujigawa. Wewe kujigawa binadamu hivi tunaona kwa macho haya mnyama. Ujigawa kama 1000, hata mara 2 tuwezi. Kibinadamu. Lakini katika ulimwengu ule wa roho, wa giza au wa Mungu, unaweza kujigawa watu wote wa dunia zimekaa sura yako moja. Ulimwengu wa roho huo. Ukaweka sehemu zikona nyingi, ukapachikwa sehemu nyingi. Atukuze mfano. Ndio maana ukombozi unakuwa kila tatu tunakombolewa. Usibishane na Mungu. Ainuliwe mfalme Swahili. Mambo ya rohoni hakuna anayejua Mungu tu na shetani. Mambo ya rohoni Mungu Baba na shetani aliyekuficha. Lakini binadamu unafanya kuelekezwa. Unafanya kuambiwa mambo ya rohoni. Mwanadamu unafanya kuambiwa. Kwa kama unaambiwa unasema hii nini amna mimi nipo. Mimi naongea mimi kabisa na kizao tu unajijua mimi sijagawalishwa. Shetani. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na shauku ndani ya roho zetu, tukuje mfano. Tuwe na kiu na shauku ndani yetu. Ili kile ambacho Mungu amekikusudia kiweze kutimia. Kulingana na udai, kulingana na shauku, kulingana na roho yako jinsi ilivyoiweka mbele za mfalme Zwahili. Apende sifa mtawala. Ainuliwe mfalme Zwahili. Nimeweka watumishi wa Mungu. Wewe unapaswa kuiweka vizuri roho yako. Omba nyumbani, omba kanisani. Omba nyumbani, omba kanisani. Wale ambao Jumapili kukombolewa Jumapili hii za mieni. Atukuze mfalme Zwahili. Jitahidi kabisa kukaa rohoni. Niguse kabisa Baba, niguse. Tembea na mimi. Mungu niguse. Ninataka nikutumikie. Maana nisipoweza kutumikia
unanitumikia mimi na unanigusa tu. Kwa maana tayari umeshaniletea karama ndani yangu. Hii karama nisipoitumikia mtautendai. Ukinidai mtakunipa nini? Malipo yangu ni moto. Kwa hivyo unamsihi Baba, Baba niwezeshe. Umenipa jicho sio nicheze tu. Umenipa uinjilisti ni utumikie. Umenipa uchungaji ni utumikie. Umenipa unabii ni utumikie. Nami niko tayari kutumikia. Naomba sasa niwezeshe, kaa ndani yangu Zumaridi. Nitenge na ubaya wote wa hii dunia. Kaa karibu na mimi Baba, uniwezeshe. Maana bila wewe mimi si kitu, na kweli si kitu. Hautakaa kaweza bila Mungu kusaidia. Ayo mfano Zumaridi. Unamuomba unapotembea Baba, pomosha. Kokota. Nilipobakia Baba, unajua hata wewe Jumapili ukombolewa, wewe mwambie Zumaridi. Baba, mpaka usiku ya Ijumaa tarehe 3 unafanyika ukombozi mkubwa mno hapa. Tunarudia masalia yote ambayo yameshakombolewa. Tunarudi kwenye masalia kuyaleta. Baada hiyo itakuwa ni ibada kubwa mno ya Ijumaa hapa. Kwa hiyo lazima uzidi kumsihi Mungu. Uzidi kuomba. Shauku na kiu vizidi kudumu ndani yako. Shauku na nini? Na kiu. Vizidi kudumu ndani yako. Omba. Usichoke, bado hujafa wewe. Haujafa, haujaenda bado mbinguni. Bado hapo duniani. Lazima umtafute Mungu, hakuna kuchoka. Kama shetani ambaye amechoka kushika. Na sisi tusichoke kumwita Mungu, tuzidi kufunguliwa. Halichoki. Ni shetani. Yaani halichoki. Linapanga tu, Mungu akipanga atakifanya hivi, yeye kinafanya tena hivi. Mungu ametukomba hivi. Yaani halichoki. Kwa sababu inajua limebakia sisi tu. Wala duniani sio mali yake. Sio kabisa kule. Maana takifa mtu leo Mungu anakuongoza na peka mbinguni. Sasa ninajua kabisa kama huyu wa Zumaridi akikata moto, akakatia moto kwenye mikono yangu na hela. Nimepata. Alikatia mkononi mwangu moto akafa. Hapo akiwa kwenye mikono yangu mimi, huyo hawezi kutolewa kwenda mbinguni. Maana kweli ya Mungu alijua. Mahubiri alifundisha na maelekezo alipewa. Atakayekatia moto kule ambapo hamna kabisa, hana ukweli wote wa Mungu ndani yake, Mungu anampatia neema kwa sababu hakujua kweli. Apewe sifa kwa Mungu. Naomba watumishi wa Baba, kaeni rohoni mpaka tumalize maombi na tukimaliza maombi tuendelee kukaa rohoni. Hatutoki. Tuendelee kujitakasa, tuendelee kujikumuta, tuendelee kujisafisha, tuendelee dai roho zetu situlie. Dai asipokeze shetani hata zisiri alizokuwa anaziongea David hapa. Siri alizokuwa anaziongea David kama zifutike ndani yako, shetani atafurahia. Kwa sababu huo ndio ufunguo wako kwa umeletwa. Hazitaki kufutika. Endelea kuzitafakari zile siri. Hizo siri ndio ufunguo. Amina yeye watumishi wa Baba. Ndio ufunguo wako hizo siri ambazo tumevunja. Zimevunja ili wewe ufunguliwe. Zimevunja utumishi wako wa salama. Zimevunja maisha yako ya salama ya roho. Atukuje mfano kama hivi. Maisha yako ya kwenye roho yawe salama. Na ndio maana Mungu akaleta siri tusijue tumefungiwa wapi. Tumekamatiwa wapi? Yakamwaga hapa hadharani mazito mpaka kuna cha mpaka wengine wanatoa machozi ndani. Kwa sababu mlitumikisho bila kujua. Hamkujua siri ndio kinaendelea. Sasa Mungu akaleta sasa, angalia mtu kama kifanya ndio hiki hapa. Yakaja mazima kweli. Tayari tunaingiwa na kiu na hasira na sisi tuchinje. Kumbe kila mwezi anachinja, sasa tunachinja kila mwezi. Atukuze mfano mzuri. Chinja bila kuangalia kuokoa. Hapa tunajikomboa. Wewe unaweza sasa yako. Sisi ukienda kuzimu utakuwa na hela kidogo, utakuwa na hela kwa kuzimu.
Eti utakuwa na hela kwa kuzimu, usihurumie. Wewe toa, chinja. Tunajikomboa na Mungu atakupa tu. Tunajikomboa. Tunajitoa kwenye maanga ya shetani. Tunazidi kuibeba nguvu ya Mungu. Tuzidi kuibeba nguvu ya Mungu ikae ndani yetu. Kama wao wanafanya hayo, wanazidi kubeba nguvu ya shetani. Na sisi tunazidi kubeba nguvu ya Mungu. Tuone sasa, kati ya Mungu na shetani nani mkubwa? Nani ambaye anatakiwa kumiliki? Nani anatakiwa kumiliki? Na nani anatakiwa apore zile miliki zote? Apore. Nani anatakiwa kuporwa? Nani anatakiwa kutawala dunia? Apewe sifa utawala. Apewe sifa ufalme Zumaridi. Nimeeleza tumshaba. Songa mbele, songa. Jumapili hapa pachimbike bila jembe hapa. Yaani ile zaidi ya Jumapili ukombozi. Yaani kokotoa. Mungu unampa mwanga wewe unapokuwa roho yako umeiandaa. Lakini roho kiandaa, usipoiandaa hata kwangu panafunga. Mungu atoe kitu. Anataka hapa ndani. Anatoa kitu hapa ndani. Wakati wewe hauko tayari kupokea. Kwa hiyo anafunga hapa. Maana akitoa kitakutia ovyo. Kwa mimi panakuwa ni pagumu. Hata maombi yanakuwa ni magumu kuyatoa. Kwa sababu Mungu haoni tayari wa kanisa. Analoki huko. Maana akifungua huku, alafu huku pamefunga, na maana hawezi. Maana pakifunga huku, alafu kapafungua, huku kinachotoka kinapotea. Ina maana kinapotea, hakuna sehemu ya kukaa. Hakuna sehemu ya kukaa. Wewe ukomboza ufanyiki. Kwa sababu wewe umefunga roho. Lakini akiona roho yako imefunguka, akaona shauku yako, akaona ule utukufu wa Mungu, akaona utukufu wako kabisa, utukufu wa Mungu ukaona umekuzunguka, anakuja anafungua kifua changu. Anatoa vitu bila kuja kwako kwa ukombozi, unapotea. Aidha mfano zaidi. Anaifungua roho ya mwanae, inatoa vitu. Ukombozi unafanyika na vitu vya kimungu na vibeba. Lakini akiona utayari haumo, hofu ya Mungu haimo, kudai na kumo, kawaida tu kiwa tunachelewa kanisani, tuna mazoea tu, anaibada roho ya Zumaridi, anaifunga ti. Kwa nikija hapo najikuta hata siombi. Kinakuja kitu kingine kabisa, inafunga ukombozi. Unaanza kufikiri pata ombi. Na mimi nimeshindwa kuomba. Connection nimeikosa. Mbona naikosa connection, mbona nashindwa kuomba? Unajikuta tunakuja kitu kingine kabisa cha kuendelea kuhubiri tu, ibada imeisha tuendelee. Kumbe Mungu anataka aone utayari wa mwanadamu. Maandalizi ya roho yako. Ndipo anakuja kufungua kifua cha mtumishi wake. Ndipo unapokuja kupokea wewe sasa. Maana wewe haupokelei mbinguni. Anayepokelea kutoka mbinguni ni huyu. Ona, huyu ndiye anapeleka kwako wewe. Yeye Mungu anamjua Zumaridi. Amevijaza huyu. Huyu vinatoka vinakuja kwa mtoto. Atukuje mfano. Ndio hata Yesu alisema, hujamuona mwana, hujamuona Mungu. Paka wazie kwa mwana ndio Mungu utamuona. Atukuje mfano. Na mwana ndio mlango wa kupita wewe. Mungu mwana ndio mlango wa kupitia wewe. Atukuje mfano. Mungu mwana ndio mlango wa wewe kupita. Kukutana Mungu. Kwa hiyo Mungu mwana anawekewa. Sawa? Anapewa kazi ya kuja kwako ukiwa umejazwa. Kwa na wewe Mungu anaangalia sasa, uko tayari kupokea au uko tayari? Kama uko tayari, vitu ambavyo Mungu ameviweka kwa mwanae, anavifunga visitoke kuja kwako. Tunataka kuomba Mungu wa Zumaridi Baba, tunataka jina la Zumaridi. Mungu wa Zumaridi amekaa ndani ya Zumaridi. Vitu vyote uzima, karama zimekaa ndani ya nani? Ya Zumaridi. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.